First of all, he came as a friend, and then I told him, you just come as a friend because I don't want this, you be extra. So akasema ni sawa, but as we went by, I ate the bait, so tukakuwa tuna uhusiano wa mapenzi naye. And what I loved about this guy ni akona ile space yake. So seeing a young person, akona nyumba yake, akona space yake, akona pesa zake, it was kind of... So alikuwa ananipatia pesa, ananispoil kiasi weekends. Yeah. Na pombe? Alikuwa anapenda sana bangi? Yeah. Oh God. You know, he was telling me, hii inakuanga ni kama ni dawa. So if you're like so stressed, unachukua like unatumia kidogo, and then stress zinapungua. You know, love is blind. So ilikuwa ile kutest. Yeah. So after I've told mom nimeenda kwa Kate, it's been a while, sijampata, nikaenda saa kwa huyo kijana, nikaenda kwake. So ilikuwa tu, he had invited me for a sleepover, so I just went. So tukiwa tunaongea, we are just chilling, akachomwa sasa these maboys. So ndo akanipatia, nikakula kama pellets. I took like 4 pellets, na yeye akachukua 2 moja. So venye nilikuliza 4 pellets at around 1, ndio sasa nikaanza kusikia I'm liveless. Like nasikia ni kama naenda. Mimi siku zangu zimefika, so just let me just go. Venye asubuhi ilifika, hii effect bado ilikuwa. So when we were watching TikToks, naona ni kama hizo watu wenye wako kwa TikTok wananiongelesha na niambia, don't fight it. It's like something is in me, so wananiambia, don't fight for your life. 3 weeks sasa, ndio nilishtuka. To my amusement, hii effect ilirudi tena. Nikaanza kuona watu ni kama they are demons. Alafu it's like I'm in my own world. So my job yangu ilikuwa nauza fish. So customer akikuja, tunampikia. Akitaka kiwaro, tunampea kiwaro. So venye walikuwa wanakuja, kuna ile receipt wakishalipa walikuwa wanaleta. So I seeing myself as Jesus. Wakileta hiyo receipt, nikitake 2 hivi, like 2 straight parallel lines, huyo ameingia heaven. Nikikata mara 2 hivi x, huyo ameenda hell. So it was kinda, sikuwa najua, mara niko heaven, mara niko hell. I wasn't like myself. Nikiwa mandazi hivi nasikia scent ya watu wenye wamekufa. I was so rude to my mom. And yani sikuwa nataka kumuona. Nilikuwa naona ni kama yeye ni demon pia. Alikuwa anakaaje? There were no horns. It was just a body. Yani a very special body, akona macho kubwa, just a scary image. Yeah. Sasa your mom? My mom. Farodhi TV, wega umagana mushie. Hihi ni uĩ taũni ya Matu nĩ ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya. Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road. Ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market. No ndagĩka 1 tu kuma guthie mukawa munene wa Thatha Hill Resorts. Buroti cia 50 by 100 ire kundu kwina mai na thitima, mashukuru no gitiri ni mugacirithie. Turakwenderia ciringi 400 urihe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties Limited. We hau na ni uraka nyumba yaku ona kana cia gukomborithia. Nyumba tuthimiti na tiles tu, geria Terrazzo umuthi. Ni juu ni ureyuria ici cirahuthika ku. Ndukamake, tui haha ni undu waku. No huthire Terrazzo kugemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandika ritwa na logo ya biashara. Guku kwa Express Terrazzo Center tuina material ciothe cia guthondeka Terrazzo. Material ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Tuna polish, HCl acid, black and white strips, bawiria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere meja wa Nairobi, turakurehera o nginya harĩ uri.
Wona wagura material ici tucoka tukagwikirira na thogora mubacirire biũ. Tucerere haha Ruiru bypass Kamakis hakuhĩ na RFH Hospital kilomita 3 kuma roundabout kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000. Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. So murali wa Farundi wa Thayo TV da kunyita ũgeni gũkũ kwa Farundi wa Thayo TV harĩa hothe ratwĩrorera wĩ thĩ yothe Kenya na diaspora Ngai witũ arokũrathima mũno nĩ gũcagũra gũtwĩrorera na thank you kũrĩ we ũta subscribe ite ngwĩciria nĩ wega gũ subscribe nĩgetha maũndũ ma tũraria haha matikae gũkũhetũka nĩ wega gũ subscribe nĩgetha ũgakoragwo ũrĩ ũmwe wa arĩa maramamũkĩra na ihenya o ta ũrĩa kwahotekeka. Ndina rũgano rwa mwanya mũno makĩria na rĩmwe nĩ njugaga nĩ wega gũcokeria Ngai ngatho na nĩ wega ona rĩmwe kugaga maũndũ mekĩka. Ngwĩciria nĩ ũkũririkana back then wiki ta igĩrĩ kana ithatũ hetũku nĩ tũrarĩ na story ya mũirĩtu ũmwe waheirwo mabuyu na akĩkora process-inĩ ya kũinitiatwo na kũinitiatwo gwake kwarĩ very funny tondũ nake ndangĩeciririe he ũndũ ũrathiĩ na mbere balita rona gĩcoka gĩtwarwo thibitarĩ gũgĩcirĩrio thibitarĩ nĩyo anja yake no niĩ ndarora ngĩra andũ anja yake yarĩ deliverance. She's fully delivered now na arĩ gũkũ tuko tũgĩcira nake maũndũ maiganona na tũhingũre nginya aciari maitho he maũndũ atũigire na nĩnjũĩ nĩ ekuga na nĩnjũĩ mamu wao na nĩtũkũmweheria haha nĩgetha ambe mwana ambe ahingũke tucoke rĩu tũrĩmwĩta twarĩkia na mwana nĩgetha gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma nyambe host mũirĩtu we wike nĩgetha ahingũke piũ mamu wao rĩu nĩndĩcoka ndĩmwĩte haha baadaye koguo mamu wao akoe within otombe tũmũ excuse hanini nĩgetha ambe athiĩ handũ atekũigua rũgano rũrũ twambe twarie na mũirĩtu tondũ nĩnjũĩ he maũndũ maingĩ mũno atatwĩrire marĩa ngwĩre tũkorwo tũgĩcira nake mũthenya ũmũthĩ ĩndĩ mbere ndaya tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center. Hiyo nĩ ngũthi cia gũthondeka mwako waku nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa yothe ũraka ũngĩaga terrazzo nĩ ũkwaga floor thaka aingĩ meciragia atĩ tairo ciĩkĩragwo kũndũ guothe hapana. In fact apartment nyingĩ na kũrĩa guothe wĩikaraga ko wĩikara Mũrango Kubwa, Mathare, Kasarani, Roysambu, Mweki, Thika, Makongeni, Kikuyu, Keno, everywhere nĩ kũrĩ nyũmba cia gũkomborithia. Ici tũthiĩ ugaga atĩ njikaraga 4th floor ũngĩrora stairs icio ciothe ciĩkĩrĩtwo terrazzo ũngĩrora faranda kũraga nĩgetha wĩingĩre mũrango waku wĩkĩrĩtwo terrazzo ũngĩrora kũrĩa igũrũ piũ wĩkĩrĩtwo terrazzo ũngĩrora gũkũ nja wĩkĩrĩtwo terrazzo gũkũ maĩ-inĩ guothe cioro na bafu and everywhere wĩkĩrĩtwo terrazzo. Ũngĩthiĩ kanitha nyingĩ cikoragwo ciĩkĩrĩtwo terrazzo floor-inĩ, stairs-inĩ na kũrĩa igũrũ na mawabici-inĩ mothe. Cukuru the same. Rĩrĩa weciria ũhoro wa terrazzo rĩu ngwenda ũgeciria ũhoro wa Express Terrazzo Center tondũ acio nĩo ngũthi cia gwĩkĩra terrazzo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Ndigwĩciria he mũndũ ũngĩ ũtongoretie thĩinĩ wa Kenya na rĩu koguo nĩ ngwenda ũtigĩrĩre atĩ rĩrĩa wabatara terrazzo ũrĩciragia ũhoro wa Express Terrazzo Center arĩa marĩ harĩa Eastern Bypass wahetũka Kamakis hau mbere ũhetũke RFH Hospital nĩ ũkuona ibandĩko ciao cia Express Terrazzo Center na wona waingĩra hau nĩ ũgũkora andũ megũgũtungatĩra na njĩra ya mwanya mũno makĩria marĩ na rori nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũngĩkorwo wĩ Mombatha na nĩ ũramabatara maũka magwĩkĩrĩre terrazzo mena mabundi na rori ya gũkũrehera material marakwenderia material na magwĩkĩra installation mena mabundi magwĩkĩra installation. Hihi ũngĩkorwo na mabundi metie material nĩ megũkũrehera on time gwenda woe namba ciao nĩgetha ũmahũrĩre 0798 333 000 0798 333 000 kana 0798 008 008. Ũndũ ũcio ũkorwo ũrĩ mwega. Hena andũ angĩ nao maretwo Villamax Properties Limited. Villamax kwĩra one kwendia ploti na arataito mũno. In fact nĩ ndĩna taito cia ploti ici ndĩrakwĩrĩra haha iria irĩ matu kuma Thĩka gũthiĩ harĩa mũgũnda ũyũ ũrĩ. In fact mũgũnda ũyũ wĩ bara-inĩ ũkomeire highway koguo woima Thĩka ũrathiĩ straight gũtirĩ handũ ũrĩa thũko aca ciĩ bara-inĩ. In fact wĩ matu
ni less than 20 minutes. British Radio ngiri magana mana iraritwo default igarite 14, radio ngiri magana mana deposit ya ngiri 50 icio ingĩũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna. Thogora ũcio nĩ inclusive of title deed, site visit na kĩrĩa ũkarĩa mwathie site visit and everything. Ũguo nĩ ngwenda warie na Mary na warie naniĩ ngũikĩrie mabu tũcoke tũcirie ũrĩa ũkwĩgwatĩrwo. No korwo nĩ tũburoti twĩrĩ haha ũndũ witũ wĩigĩre ũndũ ndũheo 0798 008 008 0798 008 kana warie na Mary 0705 327 268 0705 327 268. In fact, mũndũ wothe wĩ highway-inĩ no wake petrol station, mũkawa, kanitha, car wash, no wake spa, grill, ona kana ũrĩme na ũndũ ũrĩa wothe ũngĩenda gwĩka naho nĩ ũndũ no wĩkie. Koguo nĩ wega ũkĩaranĩria na Vinamax Properties Limited. Project ĩno ĩretwo Nisi Gardens Matuna nĩ njirigĩre na ĩgekĩrwo gate ĩkomeire highway. Koguo anĩria na namba icio wĩkĩrio mabu wĩgũrĩre kanyamũ. Safe box nĩ ithandũkũ rĩho rĩa kũiga mbeca nĩguo andũ metĩkĩtie tondũ maita maingĩ nyamũ icio cionaga bengi. No nĩ tũrĩkĩtie kũmenya atĩ hĩndĩ ĩno kũraurire tũramenyire document nĩ wagũcitha hau nĩgetha itikaurĩrwo. Hĩndĩ ya kwagĩa mĩaki kana kwa momorwo safe box gũtirĩ ũndũ ĩngĩka. Koguo ndĩngĩhĩa na ndĩngĩingĩria maĩ na ndĩngĩiyũra ũguo. In fact ona indo ciaku cia safe tondũ nginya mbĩa itingĩhutia ona andũ angĩ. Koguo ũngĩenda safe box ũkũhũra 0798 008 twĩna cio nyingĩ mũno makĩria cia mĩigana ĩtiganĩte na bei ĩtiganĩte. Hũra namba ĩno ya 0798 008 0798 nĩgetha ũreherwo twĩka nginya delivery at na nĩ chargeable no ti kĩndũ kĩnene mũno makĩria tondũ nĩ nditũ nĩgetha gũkinyĩra harĩa ũrĩ. Rĩu njĩtĩkĩria ngaribishe mũndũ gwĩtwo Faith Karemi gũkũ studio citũ. Nĩtũgũtukania ruga tondũ nĩ Gen Z na rĩu koguo handũ ha gũthiĩ maandamano ndamwĩra oke tũrahe ciama cia Ngai tondũ Gen Z makĩrĩ bara for now. So Vicky, karibu sana. Asante. Good to see you. Salimia mtazamaji wa Farodhi wa Thayo TV. Itonjwe ndũngĩhota kwaria Gĩkũyũ. Yeah, so watazamaji wa Baruthi TV, my name is Vicky Karemi. Vicky Karemi. Yeah. Vicky Karemi amezaliwa wapi? Nimezaliwa Laikipia Central, huko side za Rift Valley. Yeah. Alafu kalelewa Nairobi ama huko tu? Nikalelewa Nairobi. Okay. Yeah. Mama alihama kutoka huko ama kuliendaje ukaa umelelewa Nairobi? Mom told me tulihama huko juu first of all alitoka Laikipia akaenda Nakuru. So tukatoka kwa sababu kulikuwa na hii Mungiki. So nakumbuka hiyo time ya Mungiki. Hiyo time ya Mungiki, yeah. So that's why tulihama ndio tukakuja sana Nairobi. Yeah. All right, that's good. So wakati ulikuja ukamaliza ulisomea hapa high school? Nilisomea Nakuru. Nakuru. Yeah. Then after kumaliza nikakuja Nairobi kwa mama. Nairobi. Yeah. Because I was in a boarding school. Tuanze hapo after umekuja Nairobi kwa sababu unajua hapo ndo historia ama ile story tunataka kupeana imetoka hapo. Yeah. Unajua watu walikuona tuko hospitali walikuwa na ile nguo ya blue. Yeah, lakini hauko unajielewa sana. Sasa hivi unajielewa. Kama nataka tuwaeleze vizuri maana ushafanywa deliverance, you are fully delivered. I'm happy to see you once again. Umekuwa ukipea mama money. Kitambo kumsumbua kabla tuonane na nyinyi. And I remember tukiwa hospitali uliniambia ukitoka nikuonyesha mahali utafanywa deliverance. Tayari umefanywa deliverance and all is well. So tunataka tuko hapa kupeana story yako ndio tusaidie mtu wako hapo anafikiri uwezi kuwa fully delivered. Sasa umekuja Nairobi, umefikiria kuingia shule, so we begin from there. So after high school nika join college inaitwa NIBS College. NIBS College. Yeah. So nikaingia semester ya kwanza, nikamaliza vizuri, semester ya pili nikamaliza, semester ya tatu ndio sasa tukakuwa na hiyo issues ya school fees na plus NEC. We had to do an exam called NEC. So hiyo ilikuwa besides yani ulikuwa unalipa kando na school fees. So bill ikakuwa mingi, nika have to drop. So mama kaniambia wewe fanya hivi, just drop, tutafute ma job, alafu you'll go back when you are stable. So ulifanya semester ya kwanza,
ya pili na ya tatu. Ya tatu sikufanya kwa sababu ya fees. Kwa hivyo hata mtihani kufanya? Hata sikufanya mtihani. Okay, najua tutagusia hilo tukimalizia. So kutoka hapo mama akakwambiaje? Tutafute job and then when we are stable nirudi shule. So ukatoka uende kazi wapi? Nikaanza sasa kufanya my first job nilikuwa nafanya kazi kwa boutique shop. Okay. So nataka uendelee, tupeleke sasa vile kulienda boutique. Usitaki utaje ni wapi. So ukatafuta kazi kwa boutique. Nani alikutafuta, ni mama ama ni wewe? Ni mama alijuana na rafiki yake. Nilikuwa na huyo rafiki, akasema akampatia historia yangu, akamwambia ni sawa cha kuja jishikilie, akikuwa stable, akisave pesa atarudi shule. So after hapo kufanya kazi kuna kijana alikuwa anakuja kununua manguo sasa. Nataka hapo tupeleke na usitufiche. Maana hapa tunataka kusaidia mwanarika kama wewe, sio? Kwa hivyo umeenda kwa boutique, alafu kuna wale customer wanakuja daily. Sasa baadhi ya hao customer kukatokea kijana mmoja. There was one dude alikuwa anakuja ananunua jackets, so anakuja anunua t-shirts, so tukajuana hapo. Kivipi? First of all, he came as a friend, and then I told him, you just come as a friend because I don't want this, you be extra. So akasema ni sawa, but as we went by, I ate the bait, so tukakuwa tunahusiana wa mapenzi na yeye. Kutokana na kununua jacket, sasa amekuwa mpenzi. Very good. Mama yuko hapa, fungua roho. So, mbona ukampenda huyu kijana? Ulikuwa tayari umejaribu mapenzi awali? Bado. Haukumejaribu? Huyu ndo kijana wa kwanza? He was the first one. Akakuconvince vipi? Alikuwa anafanya kazi gani? He was doing amefanya course ya engineering. So anafanya kazi in town. So it's like he's a civil engineer. Okay. And what I loved about this guy ni akona ile space yake. Like ile hauna wazazi, uko tu wewe and you know. Kwa hivyo akakubamba tu hivyo. Because na appreciating kwa ile privacy. Okay. Na home sasa sina, I'm just with mom, makelele, you know. So with him, I was like comfortable because tulikuwa tena we are young. So seeing a young person, akona nyumba yake, akona space yake, akona pesa zake, it was kind of... Haya, alikuwa nakupea pesa. Unajua pia lazima Gen Z, unajua pesa ni muhimu. Wanasema hakuna mapenzi bila pesa. So alikuwa ananipatia pesa, ananispoil kiasi weekends. Na pombe? Tulikuwa tunafanya. He was doing non-alcoholic things. Non-alcoholic. Okay. Kwa hivyo mlikuwa wajimama na nini? So maji, chai, soda. Alikuwa anapenda sana bangi. Oh God. Okay. Ni non-alcoholic. Okay. Sikujua. Nafikiri Merandi nilijua ni okay. Hizi vitu sizijui. Kwa hivyo utanisamehea kidogo. Kwa hivyo mlikuwa mnajibamba na mabangi na nini? Lakini dawa za kulevya? Kidogo. Specifically ilikuwa tu bangi. Okay. So ulikuwa unatembea kwake? I was visiting him once in a while, lakini si sana. Okay. Sasa mlivyoanza uhusiano, kuna vitu ulisoma kutoka kwake, labda vitu ambazo ungetaka ama zile vitu tayari ushazipata ako nazo, hauna choice manake ushaanza safari ya kimapenzi? What I didn't like about him, kama kuna kitu, what I didn't like about him is that he was self-absorbed. So if kama alikuwa nakupatia kitu, you didn't have a choice but to take it. I remember there's this one time alinipatia maboyo. So akaniambia, these maboyos are for you. You may like to experience. Aliniuliza kwanza, ushai experience kukula bangi or something? Kaambia hapana. Wakaniambia but hizi si kong sana. So akanipatia hizo the bang in form of maboyo. So venye nilikula, ilikuwa na effect mara ya kwanza, but hiyo effect it was kinda awkward for me. Kwa sasa nilianza symptoms after 3 weeks later, hiyo symptoms zikarudi. Because if you have had bang, hizo symptoms hazifai kurudi tena. So venye zilirudi nikaanza kuona hiyo venye effect ilirudi, nikaanza sasa
yani kuona watu like I'm in my own world. Okay, tutafika hapo. Yeah. Kwa hivyo kabla tufike hapo, mumeanza safari ya kimapenzi na mumeanza kusomana, sio? Ameanza kukusoma, umeanza kumsoma, mshaanza kujuana. Na labda na yale mengine hufanyika kwa mapenzi. Hatuwezi sema ati haya kufanyika, si yalifanyika? Kweli yalifanyika. Unajua hakuna haja ya kudanganya, sivyo? So, ndio ufike hapo kwa wakati ulijua anatumia bangi. How did you respond? Wewe ulikuwa innocent, naive from school, haukutumia vitu kama ama ulikuwa umetumia awali? Sikuwa nimetumia awali. Na mbona bado ukaendelea na mapenzi na anatumia bangi? Haukujiuliza sasa nitabaki kwa haya mapenzi ama ni chomoke? You know, he was telling me hii inakuanga ni kama ni dawa. So if you're like so stressed, unachukua like unatumia kidogo and then stress zinapungua. Lakini wewe hukujua stress hazipunguzangu na bangi? Because when you are in high school ulikuwa unaambiwa stories za bangi, hapana, pombe, ufai. Mbona hapa akakuconvince ama alijua mapenzi? You know, love is blind. So ilikuwa ile ku test. Yeah. Okay. Yeah. It was just testing, pure testing. Kuona unaweza react aje. But sasa kama nimeambiwa ni dawa, you know. Kama ni dawa, si kwani ulikuwa mgonjwa? I wasn't sick, but you know, kuna ile tu just kutry. Yeah. Uone kama utapona hata kama si mgonjwa. Okay, sawa. So, uko kwa boutique. Ile pesa anakupea ni ni pesa nyingi kushinda zile unazolipwa kwa boutique? Hapana, ilikuwa kama pocket money hivi. Yeah. Lakini ukaona tu wacha nimkubali. Yeah. So, this is scenario yenye sasa ilifanya tukakujua. What happened? Ulienda kwake kawaida na hizi pesa ulikuwa unatumia mama? Sikuwa natumia. Ni zako za matumizi. Yeah, zilikuwa tu. Hii siku uliamua kutoenda nyumbani. Kweli? Yeah. Na ilikuwa kawaida yako. Nakumbuka mama alisema ulikuwa hukuji nyumbani. Nilikuwa namdanganya niko kwa bishti yangu Kit. Okay. Yeah, so hakuwa anajua kama nimeenda kwa kijana. Okay. Yeah. So siku iliamkia ukaenda kwa kijana, bado mama anajua uko kwa Kit. Bado mama anajua niko kwa Kit. So what happened next from there now? So after I've told mom nimeenda kwa Kit, it's been a while, sijampata, nikaenda saa kwa huyo kijana. Nikaenda kwake, so ilikuwa tu he had invited me for a sleepover. So I just went. So tukiwa tunaongea, we are just chilling, akachomwa sasa these my boys. So ndo akanipatia, nikakula kama pellets. I took like 4 pellets na yeye akachukua 2 moja. So it was awkward for me. Mbona hii ni kama anakaa ni kama anaogopa, because venye alikuwa chukua hiyo moja alafu tena ni kama anachukua ni kama ananisoma to see how I'll react. So I'm just there eating 4 pellets, nikijua tu ni dawa, like haina hiyo effect. So at around hizi pellets ziko na bangi? I didn't know like they have bang. Okay. Yeah. So mimi sikuwa najua, alinipatia tu akani. Hukushindwa kwa nini akainsist? Unajua tu ilikuwa tu ile we were just chilling, tunaongea, ni sikuwa na ile yeah, pia aliuma kamoja. Yeah, aliuma, so hiyo ili convinced tuko on the same page. Okay. Yeah. So venye nilikueleza 4 pellets at around 1 ndio sasa nikaanza kusikia I'm liveless. Like nasikia ni kama naenda. Mimi siku zangu zimefika, so just let me just go. So ndio nikasema wacha nipigie mom. Akaniambia wewe uko sawa, acha kupigia, acha kusumbua watu, uko sawa, ikifika tu asubuhi effect itakuwa imeisha. Venye asubuhi ilifika, hii effect bado haikuwa. So when we were watching TikToks, naona ni kama hizo watu wenye wako kwa TikTok wananiongelesha na niambia don't fight it. It's like something is in me, so wananiambia don't fight for your life. So najua kama hii there's a movie called Stranger Things whereby unaonanga ni kama hiyo kwa hiyo movie unaonanga uko mahali you've been trapped. So it's for you to fight for yourself. So hapo ni kama nilikuwa naona nimetrapiwa kwa mwili ya mtu, so I have to fight for myself. But when I'm watching that TikTok or that reel, it's like yani wananiambia usifight huyo mtu mwenye amekuteka. Just go with the flow. So after venye hiyo morning ilikuwa nilikuwa 50-50. So nilikaamka asubuhi, I had got another job, so sikuwa bado kwa hiyo boutique, nilikuwa kwa job ingine. So kufika kwa hiyo job sasa ndio nikaanza hiyo effect ikaanza after 3 weeks, after
not after 3 weeks. Hiyo siku ilikuwa 50-50. I'm not like myself, and from there nikaanza kuwa nasikia siyuko mimi. So after 3 weeks sasa ndio nilishtuka. To my amusement, hiyo effect ilirudi tena. Nikaanza kuona watu ni kama they are demons. Alafu it's like I'm in my own world. So at the moment, after 3 weeks now, niko kwa hii job, nimesimama hapo, na customer akikuja, naona ni kama wako, naona, yani mimi najiona ni kama niko Yesu, mimi ni Yesu, and then when they come, it's like, venye, it was ndani ya Naivas hiyo kazi nafanya. So tulikuwa tunauza fish. Naivas ya wapi? Naivas ya Imara. Imara Daima. Yeah. Okay. So my job yangu ilikuwa nauza fish. So customer akikuja, tunampikia. Akitaka kiwaro, tunampea kiwaro. So venye walikuwa wanakuja, kuna ile receipt wakishalipa walikuwa wanaleta. So I seeing myself as Jesus. Wakileta hiyo receipt, nikitake 2 hivi, like 2 straight parallel lines, huyo ameingia heaven. Nikikata mara 2 hivi x, huyo ameenda hell. So it was kinda, sikuwa najua, mara niko heaven, mara niko hell. I wasn't like myself. Sayo nauza samaki. So hiyo usiku ndo saa mambo ikakuwa mabaya. Nikaanza kuona watu ni kama demons. Nikaanza kuona samaki wangu they are like, wamekonda, they're not as succulent. Like they have slimmed. Alafu hiyo jioni nakumbuka nilienda nikakula the 4 o'clock tea. So nikiwa base kwenye watu nakulia, venye nilikunywa chai na mandazi, nikiwa mandazi hivi nasikia scent ya watu wenye wamekufa. So I was yani nilikuwa nashindwa what is happening. Then wenye walikuwa the staff walikuwa wanaona niangalia vibaya. So mtu akikuangalia vibaya, so unajua tu you're not doing wrong to them. So wanaona wendo like you've come to destroy their empire or something. Yeah, so it was kind of scary for me. Watu walianza kujua nini inakuhapenia? They didn't know. Nilikuwa tu nawauliza what is happening, wananiambia tu mambo iko sawa, it's a Monday, kuna kuanga kulanga ma customers, lakini flow ya Monday tu unajua venye inakuanga. But for me it was kind of awkward for me. Unaona watu? Mimi naona tu watu wanakaa demons. Yeah. Okay. So hapa kwa supermarket hakuna mabeshte zako unajaribu kushare na wao, labda uwaulize kama wewe unaona demons juu mimi naona demons? Unajua nilikuwa nauliza, unajua I didn't want to pull out that card kwa sababu Naivas can sue you. So I tried as much as possible to not risk. So nilikuwa nauliza, unaona kama kuna staff, najua mimi I'm not a friendly person, I'm an introvert. So socialize na kuanga ngumu, but when wako within, kama uko within tunaongeanga na wao. Tunaongea like nezongea na wewe. So wenye walikuwa hapo mbele na kuanga maziwa wanatango watu wa line. So nikawauliza kuna venye kuna awkward? Kaniambia hapana, kuko sawa. Unaona watu wanakaa hivi, naambia wananiambia hapana. So kutoka hapo ikifika usiku, I wanted someone to tell me. Mama ajui kitu inaendelea. Sasa niko kazi sasa sinile kunipigia kuniuliza niko wapi. Na ukienda nyumbani na BF2 sawa? When I went, before these 3 weeks nilikuwa na BF2 sawa, but sikuwa sawa vile. Lakini bado unaenda nyumbani. So after 3 weeks sasa hiyo Monday sasa ndio saa kuwasen. Had you tried to share with your mom during that season? I hadn't. Okay. Yeah. So hiyo kufika usiku ndio nikajipata nimeenda Mlolongo saa kwa beshte yangu. So I went there to at least get someone that is that is in the same page as me. So nilinuka kutafuta, yani watoto waniunge mkono, waniambia by the way hata mimi naona demons, so uko hell, zimefika siku za mwisho. So kufika huko nikaona it's the opposite. Wakaniambia hapana, kwenye imefika Vicky, you're not well. Na hii masaa si masaa yako, you have to go back home. So they took me back home.
Au kwa umekuja masaa yako? Ilikuwa imefika 9. So you know hiyo 9 usiku venye nilienda huyo jamaa kwa amefika. The guy hadn't reached. He's a close friend of mine. So kwa amefika, so ilibidi tumngoje. So venye tulimngojea masaa ikaenda venye walikuja nikaanza kuuliza kwa pia history venye nimekuwa nikiona watu, venye nimekuwa like those experiences at the supermarket. Wakaniambia wewe ulikuwa unaona tu vitu zako. So alafu that's when so venye niliwaambia history yangu nikaona like they are not on the same page as me. They told me let's just go back home because vitu ikipatikana anything ikipatikana hapa like itakuwa blanda juu masasi yako juu saa masaa imeenda. So super inajua uko home. Yeah. Super saa inajua uko home. Supermarket. Nasema hiyo sio masaa yako unafaa kuwa home. Yeah, so nafaa kuwa home like after job nafaa kuwa nimeenda home. So me I went to Mlolongo. Okay. Yeah. So naona masaa ilienda. Yeah. So at the moment nikiwa tu bado huko nilikuwa tu naona tu watu wamekufa. Yaani tu as I'm speaking, as I'm talking to them, naambia kuna vitu unaona, kuna mtu unaona kama kuna gunia ya weight ilikuwa sijui kama ni gunia ama ni mtu alikuwa amefungwa na hiyo gunia, naambia ile si ni mwili ya mtu, ananiambia hapana. Yaani nilikuwa naona vitu weird like someone is hanging on the kamba paka yani I was in my own world. Yeah. Naona mtu ni kama amehangiwa kwa kamba like they have been crucified. I was seeing so many awkward images at the moment. But nikiwauliza like I wanted them waniambie hata mimi naona hivyo, but they weren't at the same page as me. So naona nikasema I just give up. Nikaambia tu Mungu aki. Yani I was myself. It's like I had been trapped. Yeah. So ile kujipigania trying to get someone to at least save me ilikuwa hapana. Like sasa hiyo mama hajui bado. Sio mama hajui. So venye alijua ni eti mmoja wao alichukua simu yangu, akaangalia namba ya Madhi, ndio akampigia simu akamwambia wampe directions ndio wanipeleke home. So after hapo ndo sasa nikaenda home. I was so rude to my mom. And yani sikuwa nataka kumuona. Nilikuwa naona ni kama yeye ni demon pia. Alikuwa anakaaje? What I saw, he had kulikuwa na hii image, there were no horns. It was just a body. Yani a very special body, yako na macho kubwa, just a scary image. Yeah. Sasa your mom? My mom. So nilikuwa nafunga tu macho hivi. Nikifunga macho hivi naona like hiyo image ya kwa demon inaapia. Kama kwa hivi, kama nimefunga macho hivi, hiyo image haiko, naona sasa mama. Lakini saa hizi hiyo mambo haiko. Saa hizi hiyo mambo haiko. Ufunguo uko sawa. So, wamekupelekea mama. Mama alisema aje? You already fighting her. At the moment I wasn't myself, hata sikumbuki kile nilifanya. Nakumbuka tu venye nilipeanwa, venye walinipatia kwa mam, nikaingia kwa nyumba. Yeah. So after kuingia kwa nyumba, so ndio saa ikawasen, the next day nikapigiwa simu niende job, sikuwa naenda, nilikuwa tu nalia. Yeah. Ukipikiwa food? Nikipigiwa food, kuna hii uji mama alinipikia, kuniletea nikaimwaga. Yeah. Juu nilikuwa naona ni kama ni damu, ni kama nimekiwa nini nyama ya mtu nikule, so nikaimwaga tu. Yeah. So after nimemwaga, so ndio saa mama kaanza kuita aunties, watu wanisaidie juu yeye alikuwa ameshashindwa. So mtu mwenye nilisikiza tu ni mmoja, huyo auntie mmoja. So you know ile kuchoose watu wenye walikuwa wazuri kwangu, ndio na like those people that were bad, like mama najua ile kunikazia nilikuwa naona kama ni mbaya, so sikuwa nataka stories zake. Mtu mwenye alikuwa mzuri kwangu, kwa ananielewa, I'm young, I'm supposed to have this freedom, ndio nilikuwa nasikiza, yani wale wa kunipoteza. So huyo ndio nilimkwamilia, wakanipeleka hospitali sasa. Yeah. So before wenda hospitali kuna mahali mama alisema mlienda sijui polisi sijui wapi, ama ni after hospitali ya kwanza?
Yeah, after hospital hiyo ya kwanza. So ya kwanza mlienda wapi? Ya kwanza we went to this RFH. Yeah. Ndio nikafanywa testing, nika venye niliambiwa sina kitu yoyote. Hakuna kitu ilipatikana, either bang, hizo miadarati, hakuna kitu ilipatikana. Yeah. So mkarudi na mama nyumbani? So sikurudi na mama nyumbani, nilienda na huyo auntie. Oh, mama anataka kuona. Sikuwa nataka kuona mama. So tukaenda na huyo auntie kwake. Ndio sasa after nimelala kwake hapo asubuhi, ndio nikapelekwa police station. Yeah. So polisi walikuuliza aje? Polisi walikuwa wananiuliza tu maswali, unaona kama uko wapi? Nikamwambia tu si mimi niko hell na nyinyi. Yeah. I spoke a lot. I don't even recall some of the speeches that I gave them. Yeah. Uliwaambia mko hell na wao? Kile tu nikumbuka, nilikuwa naona watu wanatembea like they're being controlled. So nikiangalia nje naona tu watu venye wana move tu, they are not moving venye mtu anafaa ku move. Like they are being controlled, ni kama wanatembea ni kama wamekufa. Unajua na imagine kwa pale reception yule anaandika OB anasikia ko hell. Afande hebu kuja. So in fact hata nilikuwa na kwenye polisi anakaanga sasa sikuwa nje, niliingizwa mpaka ndani na nikakaa chini because I was telling them we are in hell. Ni nini mnang'ang'ana na mambo ya dunia? Yeah. So wanasema chenye tumeletea huko ni kali. So mimi naona najiconvince tuko hell. Yaani mko hapo tu na polisi lakini unaona mko hell. Inaona tuko hell hata sina ile uoga. Au unaogopa hell? Sikuwa naogopa. Yaani ile nguvu nilikuwa nayo, hakuna kitu nilikuwa naogopa. I was in a state of confusion, hata sikuwa naelewa, so I was going with the flow. So nikisikia usikuwe na uoga, sitakuwa na uoga. Nikisikia like nikuwe na uoga, yani I was going with the flow venye tu nitaenda. Yeah. So una suspect ile mabuyu ilikuwa na nini? Those mabuyus, I came to think hazikuwa mabuyu za kawaida. Either it was witchcraft ama ilikuwa something to do with Illuminati. Yeah. Because what I had experienced, sijai experienced to kama hiyo before. So polisi ulitoka aje? Uliwaambiaje ndio sasa utoke? Walikuwa wananiuliza tu hata sikutoka. Venye tu nilikuwa, hata sikuwa nakumbuka chenye nilikuwa naongea. I was going with the flow, wasn't myself. Na kitu kama niko mlevi, So after tumekaka ndio sana niliona mama amekuja. Walituna polisi mama na auntie ndio wakakuja. Mimi hata nilikuwa nishatoka kwa sababu huyo afande alikuwa ni kama mzazi. So alikuwa ananiongea. Venye mama aliniambia after alikuwa anasema walikuwa wananistua. At least tuone kama nitafumuka nijue shida sio iko gani. Like they were like walikuwa wananitishia kuningisha cell, and when nilichungulia cell hivi nikona it was so dark, so I was going with the flow. So hiyo flow ikaniambia usingie huko, just wewe nyenyekea, fuata tu chenye wanakuambia. Yeah. So kutoka ulitokaje huko? Ndio nasema after nilikaka auntie na mom ndo walikuja sasa hapo mbele. Nilikuwa nimekalia hiyo kiti ya so polisi wakaitikia kukugunye. Yeah. Okay. Wow. So kutoka hapo ndo sasa ilikuwa tukaenda sasa tukarudi kwa nyumba ya Mom Catherine, hiyo Auntie Catherine, ndo sasa nikapelekwa sasa hospitali Mariakani. Yeah. Mariakani. Lakini wakati nilikuja hospitali uliona kama tuko hell? Nilikuwa nimeshaanza medication. Okay. So nilikuwa poa. Sikuwa naona hizo vitu. Yeah. But pia nasikia uliwasumbua sana hospitali. Yeah, siku za point ulikuwa unafungwa. Yeah, siku za kwanza nakumbuka nilisumbua vizuri. Yeah. What happened? So nilikuwa naona ni kama I'm not that free to do what I want. So I was like fighting. So it's like I was doing the opposite now. Yeah. Sasa ulikuwa unang'ang'ana utoke uenda wapi? Like to go niendelee tu na kazi yenye nilikuwa nafanya, like my livelihood now.
Yani niendelee na yani to my normal self. Yeah. Okay. Unaona ilikuwa kitu inanichanganya. Inanipeleka hivi. Yeah. Okay. So before maybe nikuje, ulikuwa tayari ushaanza kurudi into your normal life, even though you could feel that you need deliverance. Ni vitu ulikuwa ushaanza kulana, like kuna vitu ulikuwa ushaanza kujiambia nikitoka huku sitawaifanya, nikitoka hapa kuna vitu nita avoid, kuna vitu ulikuwa ushaanza kujiambia? First of all, kile nilijiambia nilisema nikitoka hapa mambo tena la mapenzi I'll not do anything to do with love. Yeah, I just saw cause na something to do with love and drugs. Hata sijui ni dawa ya nini. I promised myself I'll put myself pure. I'll keep myself pure. Yeah. Ulikuwa na machalo ngapi? I just had that one. Unajua nikiwa hospitali kuna wakati ulisema, kuna wakati uliambia mom sijui hautaki akupeleke sijui kwa fulani labda kwa fulani. Unajua nilikuwa nasema vitu mingi hata sikuwa najielewa. Yeah. But kile nakumbuka tu ni huyo mmoja. Yeah. Huyo mmoja. Do you miss him? No, I don't. Do you have any attachment? Nilizi break zote. Okay. Niliambia Mungu anisaidie, hata nilikuwa naomba. Ambia tu just God save me. Venye nilijirealize. Ndio nikamwambia ti Mungu tu God tu ukinitoa tu hapa. Hizo mambo na mapenzi, drugs, I'll just serve you. Yeah. Kate aliona hii story? Kate bado sijamwambia. Yeah, hata sasa ajue. Unashuku tu labda aliona kwa mtandao. Yeah, nashuku tu. Yeah, but kuna time niliposta, unajua nikiwa hospitali when I went back to myself, sasa tulikuwa naishi there bill, and I'm so thankful to Baruthi TV juu mulinichangia and now I'm out of the hospital. That is, I'm so thankful and I'm so thankful to you. So venye tukichanga hiyo bill, aliona post kwa Instagram, akaniuliza guy, uko aje, naona uko hospitali, unajua kuwa najua. So akasema atani visit. So by the time anani visit, nilikuwa mshanitoa the Baruthi TV family and you also. Okay. Yeah, nilikuwa nishatoka. So ulitoka hospitali, na nakumbuka nikiwa hospitali uliniambia ukitoka nikutafutie mahali pazuri uende ufanywe deliverance. Yeah. Nilikurifaa kwa Reverend Kefas. Yeah. Ulienda? I went and for true I saw the hand of God. And I'm so thankful to Pastor Kefa because now I'm myself siko 50-50. I'm fully delivered. Yeah. Okay. Na nashukuru sana. Ulikuwa na labda ukienda? Asikuwa na uoga. I just wanted to, yani kitu iko ndani yangu ama hiyo madhabahu yote like itolewe, ikwe just destroyed. Okay. Yeah. What are some of the things that he realized na huko unazijua? Kile ali realize covenant. Yeah. Oh, covenant. Yeah. Okay. Mambo na being someone's wife. Yeah. Okay. Wow, so you're fully delivered. Now I'm fully delivered. Okay. Yeah. So sasa utaanza kwenda kanisa. Ulikuwa unaenda hapo mbeleni? Mbeleni sikuwa naenda hapo. Sasa hivi utakuwa unaenda? Sasa mimi ni mshirika wa hapo. Okay. Yeah. Wow, that's good. So you're happy for that now? I'm so happy, yeah. Ulianza kupea mom peace. Yeah. Do you know before you went for deliverance, did mom told you ulikuwa ushaanza kumsumbua tena after kutoka hospitali? I can't remember. Yeah, there's a time mom told me ameenda. Ukumbuka wakati tuliongea na yeye na simu? Oh yeah. So Kaniambia ulikuwa umeenda lakini umerudi niongee na wewe ndio amkie deliverance. I had went to Auntie Catherine. So unajua after hapo nilikuwa naona sasa nilibreak shule, kazi ndio hiyo sijaenda. So nilikuwa nimeenda like to, unajua alikuwa amenipromise tutaenda Dubai nitakutafutia kazi. So ile looking for a better future, nisisumbue mom tena, like mama alikuwa anaona ni kama natoroka, lakini mimi najiambia I have to do something like mama tulie, like asifanye kazi, be the breadwinner of the family. Yeah. So ilipatikana? No. Okay. All right.
So you're out of hospital, fully delivered, back to church, off relationships, and you want to go back to school. Yeah. So did you went back to school maybe to get some details whether you can be back? Yeah, I went to confirm. Wakaniambia kwenye, unajua niliachia semester ya 3, hiyo ilikuwa third term. Wakaniambia utarudi, kulikuwa na kurudi utarudi, but utarudi term 3 kwenye uliachia. So hapo nilikuwa na hiyo balance ya 30,400. So hiyo ilikuwa school fees pamoja na NEC. Okay. So nikaambiwa kama ni kurudi unarudi, you can rudi, unaweza rudi as early as even tomorrow. Okay. Yeah. So you're supposed to first pay 30,400? Yeah, for the third term fees and the NEC. Okay. Yeah. Alafu sasa uingie mwaka wa pili ndio uweze kumaliza. Yeah. Per semester mlikuwa mnalipa pesa ngapi? Like 19,000. 19,000. Yeah. So if people wanaweza jitolea hapa wa kulipia whole year 19,000 na maybe mtihani ya mwisho, na sasa hii 30,400, that is the third term fees plus NEC exams, wewe uko tayari kurudi shule? I'm ready. Wow. I'm really ready. Okay. Yeah. Basi najua wanasikiza na najua watatenda. Yeah. Because I know how we work here. So I'm sure, let me just assure you, you will go back to school. Oh. That one I'm sure. Unajua ni vizuri ujue mtu akisharudia Mungu, kwa Mungu kuna raha. Yeah. Usidanganywe ati kwa Mungu hakuna raha. Kwa Mungu ndio hakuna bangi, lakini kuna anointing oil. Sasa kuna sakramenti. Unaona? Yeah. Vitu za kukula ni mingi, kuna neno, kuna nini. Ingawaje hakuna bangi, huwezi sikia ukiwa highly, unaweza sikia ukiwa ndani ya roho. Unaelewa? Yeah. Kuna tofauti ya kuwa highly na kusikia ukiwa ndani ya roho, kuleweshwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kama ni mambo ya kulewa, ukuwe sure hata huku utalewa. Kiroho. Kiroho, okay? Yeah, kiroho, yeah. Yes, so I'm so happy. I'm 100% sure that this will happen. Utaenda shule. In fact, hiyo siku ya kwanza mimi ndo ndakupeleka. Wow. Yes, I'll be there. Sawa sawa? Yeah. So, watu wangu, najua kuna wazazi hapa. You have kids. This thing can still happen to your kids. Najua mnapenda kusaidia. Please, I know I can have. Hata mtu mmoja anaweza jitolea. Alipe hiyo 30,000, alafu aniambie next year atalipia huyu shule. Maisha iendelee. So if you're there and you can do that, sitaki upigie Vicky. Just call me uniambie Farodhi, I will take her as my daughter. I will pay hizo school fees na arudi shule asome. Maana asharudi kwa Mungu, sasa ni mshirika wa CCI pale Dandora, and I know atatumikia Mungu. You still young, you're very fresh. Unaweza tumikia Mungu vizuri ukiwa mdogo tu. Usingoje uzeeke ndio upatie Mungu mwili mzee. Sawa sawa. Upatie mwili fresh. Sawa sawa. So I'm so happy na najua mtu atapatikana. Sawa sawa. Please, if you can do that, my number 0798 008 008. That's all. What would you want to say? Maybe nataka kuleta mam ndio aongee mawili matatu ashukuru watu. Maybe kuna kitu ungetaka kuongeza ama kumalizia? Kile naweza waambia especially my youth, just be careful with who you're working with. Yule mwenye mna associate naye. Unajua adui akwangia adui wa mbali, anakuanga tu hapo karibu. Na uweke God akwe your first priority at all times. Yeah. And believe in God. Okay. Thank you so much kwa kusaidia. Thank you to Reverend Kefas for taking part ya kudeliver msichana wetu hapa. Ama kumpeleka through the process na Mungu akamdeliver. So may God bless you so much. Thank you kwa wale walimsaidia kutoka kwa hospitali, and I'm happy to be your another brother. Ngaji unaniita Pastor Farodhi. Afadhali minister. Unajua pastor kuna mapepo inaweza kuja na wewe. Anyway, I'm so happy. Thank you so much, and may God bless you so much. Thank you. Bye bye. Hihi ni uĩ taũni ya Matu nĩ ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya.
kumanagia na wendo uria tukwendete naguo we uyithagia na ithwi ni wigiririki witu gugwethera handu hega na handu ungikenerera. Riu ni turakurehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties. Ino ni Project Prime ihutitie highway ya Garissa Road, ndagika 20 kuma Matu Town na ndagika 12 kuma Kanyonyo Market, no ndagika 1 tu kuma guthie mukawa munene wa Thatha Hill Resorts. Buroti cia 50 by 100 iri kundu kwina mai na thitima, macukuru no gitiri ni mugacirithie. Turakwenderia ciringi 400,000 urihe cash kwa ihinda ria mieri 5. Nisi Gardens Matu kuma gwa Villamax Properties Limited. So tumana moiretu wa Lucy kana tumwite mama Viki ni tondu ni ndoigite ni tugoka ni gatwarie maundu maiganona one to caution aciari nigetha makaragĩria ciana ona magithie gutura andu kana gutuma andu naku makome very careful na nake ni akwihoete akona kama kiko gucokia ngatho tondu tutiamurehire nigetha gucokeria ngatho. So karibu sana geithia andu and then ugacokeria ngatho. Okay, mwiroreri wa Baruthi TV ni ndagugeithia ni Lucy Njagi kana mama Viki. Nindaririkana ni nakumbuka mnanikumbuka vizuri wakati Baruthi alinileta nikiwa naomba msaada nikiwa hospitali na huyu msichana wangu, na ninawashukuru sana kwa ile kazi nzuri yenye mlifanya, mlijitolea na njia kuu na nikashukuru. Sababu mimi kwangu nilikuwa nimefika mwisho. Hiyo mambo ilinipata kama siku anajua, lakini nashukuru Mungu venye mlisikia hii ripoti yangu, mliichukulia kwa uzito na wengi wenu mkachukua nafasi ya kuniandikia message na kunipigia simu, mkatumia muda wenu kuniitia nguvu. Hata mali nilikuwa nimesikia nimeanguka kabisa, niliona mko pamoja na mimi na mkaniongelesha, mkaniombea, wengi wenu mkaniombea na mkani-encourage huyu mtoto Mungu atamdeliver na atasimama, atadeliviwa na atasimama. Na ninashukuru Mungu kwa maana saa hii tunashuhudia mtu ambao amepona na Mungu amembadilisha, hata amejoin church na amekuwa wa church. Kwa hivyo nashukuru kwa maombi yenu sana. Okay. Thank you so much. Na najua msichana atapata mtu wa kumsomesha na atarudi shule. That one be sure. Probably tutakuwa tumepata mtu by next week. Yes, hopefully. Unajua hapa tunafanya kazi kwa imani. We work with inaitwa hata sio faith. Tunaita aje? Tunaita ile faith ya hali ya juu. Unaelewa? Imani tu. Yeah? Bila chaka ama ile imani sijui nitasema kubwa ama tutasema aje. But we will call it great faith. Kwa hivyo that's what we believe in. And we are hopeful that by next week utapata mtu tayari atakuwa amejitolea na upate msichana ameingia shule. I know you'll be happy. So najua atakuwa anaishi kwako sababu ya vitu hatuwezi epuka. Ni vizuri ukae na yeye. Angalau pia huu wakati atakuwa akisoma aweze kukua kiroho bila stress mingi, bila company ya watu wanaweza kumharibu. Itakuwa muhimu sana. Na sijui kama uko kazi? Mimi siko kazi, kwa saa hii siko kazi na sina kazi yoyote. Hauna kazi yoyote? Sina kazi yoyote. Ulikuwa unafanya nini hapo mbeleni? Hapo mbeleni nilikuwa by December nilikuwa na kibanda ya hoteli, nilikuwa napika chakula. Lakini nikiendelea na ile kazi, sasa nilikuwa tu nafanya kazi na ilikuwa mzuri, lakini kuna wakati nilikuja nikawekewa vitu zenye sikuelewa kwa mlango. Na kutoka hapo nikagonjeka miezi 2 kutoka December na January. Kutoka hapo sasa ile rent inahitajika kwa nyumba, tunahitaji kulipa Vikidi huyo. Sasa sikuweza kuendelea nikafunga. Okay. Na nimekuwa nikipeana hata wachana wa kazi. Mbeleni nilikuwa nafanya hii kazi ya nyumba. Nimeifanya miaka mingi sana, hata naweza sema ndio Mungu amekuwa akinisaidia nisomese nayo Viki. Nikiona nimeenda kwa biashara, nimeuza manguo, nikilipa school fees inaenda pamoja na capital. Inabidi nirudi tena kwa kazi ya nyumba niweze kulipa school fees. Sasa
kuna wamama walinijua, wamenijua mama wengi sana, nimewafanyia kazi, wengine marafiki zao wakaanza kunitisha, mama Viki niletee mchana wa kazi, niletee mchana wa kazi. Nikaanza kupeana tu wachana wa kazi hivyo hivyo, na mpaka saa hii ni uanga napeana. Nikipata tu mahali, ni vile saa hii sasa sipati sana sababu sina mahali naweza kaa napeana, lakini ukitaka mchana wa kazi ukiniambia naweza kukupea. Okay. Kwa hivyo kama unataka msichana wa kazi, muone atakuletea. Hata wa mama. Na nimeona kuna form nzuri sana. Sio kama unaweza nipatia? Kuna yale mambo lazima ahakikishe ipo ndio aweze kukupea msichana wa kazi. Nimeona kuna form inaitwa employee engagement form. Naona lazima mtu aandike hizi vitu zote ndio pia aweze kupeanwa. Kwa hivyo ukiwa msichana wa kazi unaweza tafuta huyu mama ndio aweze akakupeana mahali. Na wewe ukiwa mfanyikazi ama ukiwa hapo unahitaji mfanyikazi, msichana wa kazi, unaweza mpigia, utapata msichana wa kazi. Nafikiri hiyo ni kazi inaweza kukupea pesa. Maana Kenya watu kila mtu anatafuta mfanyikazi na hawapatikani. Yeye ataweza kuwapitishia katika ile njia sahihi ya kupatia mtu ambaye anamjua vizuri, mtu ambaye amemfanyia assessment ili akaweza kuona ni mtu mzuri anaweza peanwa. Kwa hivyo if you're there unatafuta mtu wa msichana wa kazi, ongea na yeye. Na ikiwa uko hapo unatafuta pia kazi ya kufanya kwa nyumba, pia ni vizuri uongee na yeye. But beside that, na nafikiri pia ikiwa una kazi unaweza mpea ni vizuri. But nafikiri hii yako inaweza kupea pesa hata labda kuliko kuajiriwa. Kwa hivyo lakini hajakataa zote. Hii ni ile haezi kaaido. Kwa hivyo ikiwa uko na kazi unaweza mpea, maybe unaweza tuambia. Hata si unaweza pewa kazi ya kwenda kukalishia mtu boma yake. Hata akulipe vizuri. Maana kuna time nilikuwa naambiwa na watu wa diaspora, "Fadhili nitafutie mama naweza mpeleka akae kwa boma yangu, akuwe analima huko na mlipa na kuchunga mali yangu." So if you get such a job unaweza fanya. Okay. Hata caregiver nimefanya. Okay, giving pia. Caregiver nimefanya. Nimefanya na children's home, nimefanya kazi mingi. Na kwa hao wasichana mimi huanga nafuatilia. Nimefanya hii kazi muda mrefu na nimejuana na wamama na hata wasichana. Kwa hivyo mchana akikuja nimtafutie kazi mahali, mimi naifanyanga na uokovu sababu mimi ni mcha Mungu. Nafuatilianga umetoka wapi, lazima nijue mpaka watu wenu. Nikikupeleka kazi mahali sipelekangi mtu mwenye sijamjua vizuri. Lazima nifuatilie nimekujua aje, nimekupata aje, wazazi wako, kila kitu utajaza hapo na nitafuatilia mimi mwenyewe. Kwa ile interview lazima nijue mchana ametoka wapi, nifuatilie kila kitu. Alafu nirudi nimpeane. Na nikimpeana pale tiachangi hivyo. Hata sasa nimewapatanisha ni hivyo. Mimi huanga naambia huyu mdosi mwenye nimempea mchana wa kazi, kama kuna kitu itatokesea mnafaa mniambie. Kama ni kulipa mshahara, lazima nijue mchana wangu ameenda pale, ile kazi anafanya atakuwa analipwa siku gani. Haya, kama imechelewa lazima niambie imechelewa ni kwa nini. Kama mchana mwenyewe ameenda pale ameona kuna vitu vyenye havifai, uanga nafuatilia. Tunaongeleshana na waambianga tukaange kama marafiki. Sababu wakati mchana amekuja kwa nyumba yako kufanya kazi, ule si mtu wa mbali, ni kama ndanda yako, ni kama mchana wenu na ako pale kujisaidia. Kwa hivyo hata hao wachana sana sana uanga na waangalia, na ndasema akikuja tukiongea na yeye, nikimfanyia hiyo interview nifuatilie nisikie ni mtu mzuri. Si wote nachukua. Ukiwa mtu mzuri utasaidika. Right. Okay. So thank you. Peana namba yako ikiwa kuna mtu atahitaji kazi ama atahitaji kuja kwa ofisi yako ili umtafutie kazi ya kufanya mahali kwa nyumba, ama ikiwa kuna mtu anahitaji msichana wa kazi ataweza kukupigia. Okay, kwa saa hizi na ofisi lakini nafanya tunaweza tu ongeleshana kwa simu na mambo itakuwa tu sawa na tutasaidiana. Okay, tunatafutiana kazi. Mimi mwenyewe umesikia nataka kazi yoyote naweza fanya. Mimi si mvivu na kufanya kazi najua ni kitu muhimu. Hata kwa hiyo fomu yangu utakuta kuna verse ya Biblia inasema mikono inaofanya kazi inaleta utajiri, lakini mikono mivivu huwa inaleta umaskini. Kwa hivyo ni vizuri tujitahidi tusaidiane. Mimi kwa namba yangu ya simu ni 0713 371 306 0713 371 306. Rudia tena. 0713 371 306. Italeta Lucy Njagi ama Lucy Karimu.
Okay. So thank you so much. Nashukuru. Amen. Asante kwa kuja kutoa shukrani. Out of hiyo shukrani unaweza shtukia mtu amekubariki, mtu amekupea kazi, mtu amekuitisha kazi. So you never know. So thank you so much. God bless you so much. Amen. Nafurahia kwa kuwa umeweza kuwa mmoja wetu hapa kwa Farodhi. So we are so thankful. God bless you so much. Amen, amen. Hata mimi nimeshukuru. Na nimeshukuru sana Barodi kwa kutuitika. Kabisa kwetu sasa nasikia Viki akikuita Pastor Barodi. Huyu ati ni mchungaji mwenye ako na calling. Si wachungaji wote wanakuanga kama Barodi. Kwa hivyo umekuwa baraka kubwa kwetu na tunashukuru. Hatuna kitu yote tunaweza kukufanyia. Yetu tu ni kukuombea Mungu. Mahali popote unapitia, mahali popote unaenda, Mungu akulinde, usindi kufanya kazi yake. Na saidia yote venye unashughulikia watu hata wenye ujui, wenye hata uwajui, wenye hujawahi waona, unawaitika na unasikia kilio chao. Wacha Mungu ashughulikie mboma yako, familia yako, na Mungu akufunike na kuongezea miaka mingi ya kuishi kufanya kazi yake. Nimeshukuru sana, asante. So thank you so much. Mwirori wa Farodhi wa Thayo TV, ogwo niguo tukurekia tabarira eno, Ngai tukurathime muno makiria nigo twika uteithio kuri family eno, uko ni kuhota ku extend uteithio ucio uge ni guthomithia kairitu kau. Niye personally no ngena muno TV to dimwe ndamenyire guku no njokie ngatho tono nyende acoke cukuru ahote gukura kiroho kahora kumaja gwake ngoma ari mitego mingi endire bithi yake nigetha uyu imeja amutahe amuoe no ngoma ni mucerere tondu uguo ni uremete kurikiria na kuga tabarira no rugamiriro ni Express Terazo Center ikukwirite wira wao na mekagira Terazo countrywide haria hothe ungikorwo mehoke tondu ni ndimoi. Namba ya thimu ni 0798 008 008 0798 008 kana 0798 333 008 333 Digino uma sherere hari ya area ya Kamakis Eastern Bypass wahetoka refuge ni kumakora hubere ndiko na signboard cia ofara duka iroreite na farafara. Villa Max Properties Limited guhe namba yao ya thimu ngwerire broti ni magana mana cie highway ni ikomeire highway ya Thika Garissa highway gutire handu rathuka kuma matu ni less than 20 minutes waurire thimu gutukira 0798 008 008 guikeria mafu wegwatire broti ya ngiri magana mana with a deposit of 50,000. Sawa nige nigukuhete ciegi safe box ungefatara safe box ukonjalia kwa tukira 0798 008 008. God bless you. Goodbye. Hihi ni uĩ taũni ya Matu nĩ ĩmwe ya taũni iria irakũra na gĩkĩro kĩnene Kenya. Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ wĩigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera Nisi Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road. Ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market. No ndagĩka 1 tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts. Ploti ici cia 50 by 100 irĩ kũndũ kwĩna maĩ na thitima, macukuru no gitĩri nĩ mũgacĩrithie. Tũrakwenderia ciringi 400,000 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Nisi Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties Limited. Wĩ hau na nĩ ũraka nyũmba yaku ona kana cia gũkomborithia. Nyũmba to thimiti na tiles tu, geria Terazo ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ ũreyũria ici cirahũthĩka kũ. Ndũkamake, tũĩ haha nĩ ũndũ waku. No ũhũthĩre Terazo kũgemia countertop cia riko, stairs, floor cia bafu, ona kana kwandĩka rĩtwa na logo ya biashara. Gũkũ kwa Express Terazo Center twĩna material ciothe cia gũthondeka Terazo. Material ici nĩ ta thimiti wa white na iria ya kawaida. Twina polish, HCl acid, black and white strips, bao iria non-slip, brushes, misumari na ingĩ nyingĩ. Kwere meja wa Nairobi, tũrakũrehera o nginya harĩa ũrĩ. Wona wagũra material ici, tũcokaga tũgagwĩkĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre biũ. Tũcerere haha Ruiru Bypass Kamakis, hakuhĩ na RFH Hospital, kilomita 3 kuma roundabout, kana waranĩrie na ithuĩ kũgerera 0798 333 000.
Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious 3-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Hello everyone, this is a video to guide you step by step on how to download TapTapSend app for sending money abroad. First of all, download the app from Google Play or App Store. Then add your details, your name, your email, username and password, and create an account. Then add phone number and secure your account with the confirmation code. Select your recipient country. In this country, we'll choose Kenya. Then use the promo code MERIMASH22. $20 bonus credit will be credited to the recipients. Add the amount which you're sending, in this case $50, and then add the recipient's details, name and number, address, and fill in your debit card details. Payment successful. Within minutes, your money should be credited to your recipient's account. Use the promo.